Popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu murwa zaidi mtazamaji, kipindi ambacho kinaitwa Story Yangu. Mtazamaji, tumechukua mapumziko, tumerudi tena tujue mengi zaidi kuhusu mgeni wetu ambaye yupo papa hapa katika studio zetu, na karibu tena mgeni wetu. Tunafurahia kwamba tunaendelea vizuri sana. Leo hii tungependa sana tujue kuhusu maisha yako ya kijamii. Je, unajamiana vipi na familia yako, labda na wazazi wako? Upo vipi? Mimi na wazazi wangu hatupo katika hali salama, na hakuna yeyote ambaye yuko na shida. Nikiangazia zaidi wazazi wangu wote wapo. Niko na ndugu, niko na dada pia ambao wako pia na wapo buheri. Unaweza kusema kwamba wazazi wako wamepiga hatua gani kuhakikisha kwamba unafikia umbali huu? Wamepiga hatua, siwezi kueleza, lakini ni hatua ambayo ina matumaini kidogo, ambayo imeniwezesha kufika hadi mahali ambapo nipo kabisa. Mtu yuko pale anakutazama na angependa sana kujua iwapo mgeni wetu ameoa au kama bado hajaoa, ama yeye atabaki kidogo. Hapana, hajaoa lakini lazima ataoa. Naam. Kuna mipango labda. Kuna mipango haiwezi kosekana, mipango iko, lakini lazima ataoa. Naam. Kama mchumba yupo. Hapo kama mchumba yupo, licha ya kuwa safari ilikuwa yupo, najua licha ya kuwa mwanzo kabisa, najua safari pia uchumba pia inakuwa na mambo mengi, inakuwa pia ni kama panda shuka. Licha haya yote pia, lakini hivyo ukisharudi kupumzisha akili pia, mambo hiyo inapendeza sana kwamba ataoa kabisa. Naam, asante sana mwenzangu. Nakwambia kwamba mambo ya uchumba unajipangia kabisa. Je, kuna huyu mtu ambaye anajiuliza labda wewe kwenye jamii unajihusisha na masuala gani, labda kwenye jamii kwa jumla tu nayo, labda kama ni kazi ama yale mambo yako labda ya pembeni tu? Hasa katika jamii, mambo mara mingi nitajihusisha mambo na ukulima, na pia napenda sana, kando na ukulima kuna kitu ambacho napenda zaidi kuliko ukulima, licha kwa nilisomea ukulima ambayo ni utangazaji na kucheza video, vitu kama hizo ni vitu napenda kabisa katika my life journey. So ni vitu ambavyo najihusisha navyo kwa muda mwingi, hasa katika kushoot video na kucheza video, kuandika news, kuandika vitabu, vitu kama hizo. Kuna jamaa mmoja hapa ananiuliza, ananiambia naitwa Kevin, uliza mgeni wetu, je, yeye ni msanii? Mimi ni msanii haswa wa movie za aina gani? Labda nitaandika movie zote, ikianza na movie za kanisani, movie za social life, movie about anything, kama for example Gen Z life, love movies, kuna anything like horror movies. So naam, kuna jamaa pale labda yuko katika hali yako, labda yuko kwenye kidato cha pili ama yuko kwenye kidato cha tatu, na amepatana na ile tatizo ambalo unasema lilijikumba wewe wakati ulipokuwa kwenye kidato cha pili. Unaweza kumwambia mtu kama huyo? Mtu kama huyo naweza mwambia kuwa siku zote anasema kuwa we are being advised not to lose hope in our lives. Pia mimi namsihi kuwa asife moyo, maana maisha siku zote ni panda shuka. Unapanda leo, kesho unashuka. Pia siku zote safari ni yenye matuta. Pia avumilie tu, maana safari yake Mungu kashaiandaa. Naam, tuna mengi basi ya kutaka kujua kwake, lakini kwa sababu ya muda hapo tuweze kutupeleka na zile social media handles. Labda mtu yote ako na swali kwako, anaweza kupata vipi? Kwa yule ambaye anaweza taka kuwa anataka kunipata,
anaweza kunipata pale Facebook ni Alvin Watanga Creatives ama The Smasher, na pia Zilas 360 TV ama Zilas Hub Kaimosi. Alafu pia ni ukiangazia pale YouTube anaweza nipata kama Zilas 360 TV ama Sauti ya Kaimosi, na pia ukiangalia pia TikTok Zilas 360 TV, Alvin Watanga 360 Productions ama Sauti ya Kaimosi. Na bila shaka tuko kwenye tamati juu ya kipindi chetu. Labda una neno la mwisho labda kabla tujafunga mambo. Neno langu la mwisho, siku zote mimi napenda kusihi watu siku zote katika safari ya maisha, kila siku tarajia kuwa kuna mshale ambao unatumwa, na je, utaukwepa ama utaitumia njia gani ili kuishinda? Na asante sana mpenzi mtazamaji wetu, tunashukuru sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha moja kwa moja. Mtazamaji, ni kipindi murwa tu ambacho kina tazamia sana kuweka paruanja ya masuala mbalimbali tu ambayo yanakumba jamii mtazamaji, na safari za maisha mtazamaji wetu. Na tunasema asante sana. Wewe uko pale, labda umepitia changamoto 1, 2, 3 katika maisha, na ungependa zaidi kwamba tukaweze kufanya mahojiano na wewe mtazamaji, hebu tutembelee pale katika mitandao yetu ya kijamii Sauti ya Kaimosi mtazamaji, ili tukaweze kufanya maongezi ya moja kwa moja katika channel hii yetu murwa kabisa, na katika kipindi hiki cha moja kwa moja cha Historia Yangu mtazamaji. Na ningeweza kusema kipindi hiki kimekuwa murwa zaidi, na tumeona kwamba maisha kweli ni changamoto zipo, na jinsi ambavyo unavyoendelea kukwepa changamoto ndivyo ambavyo unaendelea kuwa mkubwa zaidi, jinsi ambavyo mgeni wetu amekwepa. Na mtu yule ambaye anatutizama asikufe moyo, kwa sababu maisha ni kama nini? Ni kama gari au ni kama mshale umetumia kitu kama kile kitu kama kile. Kwa hivyo hamna kukata tamaa, ni kusonga mbele kila wakati, maana leo umekosa lakini kesho utapata, au vipi? Naam, asante sana kuweza kuungana nasi. Tukutane tena wakati mwingine, siku kama ya leo Alhamisi, kuanzia mida ya saa 8 saa za Afrika ya Mashariki, ambapo tutakuwa pia na mgeni mwingine ambaye atakuwa kituelekezea na kutueleza mengi tu kuhusiana na story yao. Umekuwa nami Captain Ukwazi Demana. Jina langu ni Elisha Wanyonyi. Asante sana.